Karibu sana. Good morning. Finally, the last week. I'm sorry yesterday we did not go through in our live stream. I posted a message of encouragement. I hope you are already in the last week. We are on the day 34th, 6 days, and then 40 days strong we will be by the grace of God. Karibu sana Lucy, Sarah, Mary, Jacinta, nyote karibuni katika uwepo wa Bwana, na ili tukaweze kushiriki katika maombezi ya dakika 40, na ninajua Mungu atatubariki, atatuneemesha. Command your day, command your day, command your day at the place of prayer. Ask the Lord to carry you through. Atubebe, atuelekeze na atuneemeshe kwa jina la Yesu. So I welcome all of us. Welcome on board that we may pray together. Karibu Ruth, karibu Caroline. And may the Lord bless you guys. You know, you have been very consistent and awake every early morning. Na ni neema tu ya Mungu na kujipanga. I know we have a lot that takes place in the morning, but you have always found time that we may be together here. I know it's inconveniencing in the morning, like this morning, Pastor Leah and I, we were live on Inoro FM for prayers since 4, and I just finished preaching a few minutes ago. And it feels inconveniencing sometimes. Even tomorrow we are still there, but it is not in vain. You waking up early, securing this time that we can pray, it is not in vain. Si tu that namna hiyo ati unaamuka kuomba tu ikae hivyo. Hapana, Mungu anasikia maombi na Mungu atajibu maombi. Na kwa hivyo pia mimi nimeng'ang'ana na pambana na hizi 40 days. Sasa tumebakisha 6 days tumalize, na tuaminie, tutarajie, tutegemee ya kwamba Mungu aliye mbinguni atatutendea, atashuka, atajidhihirisha. Kuna watu watakuangalia hivi wanashangaa, hey, mimi nataka Mungu wako. Mwingine atasema, hey, maisha yamekufa, maisha ni makoagirire muno, maisha yamekufa sana. Hawaelewi that you have been at a certain place na umekuwa ukiomba. These are the things, these are the miracles, they are the wonders that will define your life this new year 2025. Now wapendwa, let me tell you, miracles are happening, doors are flying open. I am a witness. I wish we had an opportunity online to come and do the testimonies, but I can assure you that God is working. Myself, nimeona Mungu akifanya, na ninaona milango inaendelea kufunguka. Hata ile imefungwa, mimi namwambia Bwana, hii hata hii natarajia. The Lord is doing wonders. He will do to you, my sister. He will come to you, my brother. Atafanya, atatenda, atajidhihirisha. Utashangaa vile ambavyo Mungu anafungua milango. Hautashambikia tu wengine. I can say washabikie, lakini that is not all you are made for. You are also made to be celebrated, and God will make your celebrations. The Lord will open those doors. The Lord will answer those prayers. Your children will be lifted. Your job will be blessed. You will be healthy. The Lord will increase your strength. Utakuta ya kwamba Mungu anakufanyia mambo, anakuhuisha. And so I welcome all of us that we may fellowship together this morning in our prayers, ya kwamba tuone mkono wa Mungu ukiwa juu yetu na baraka ya Mungu ikituelekeza. So welcome on board by the grace of God, that we may commence our week through prayer, and that we may find the grace that will take us through this week. Remember that we are in the climax. We are in the last days of our long stretch of 40 days. We are remaining with the 6 days. Na kwa hivyo ninawaalika nikiwafahamisha ya kwamba Mungu yuko katika huu mlima, yuko mahali yuko,
na atakutendea, atafanya. Amefanya kitambo, atafanya leo. And so I am praying that the Lord will come through for you. The Lord will bless you. The Lord will lift you, and the face of the Lord will shine upon you. The righteous right hand of God will uphold you in the name of Jesus. Don't give up, my sister. Me, I can give up on you, but I ask you this morning, don't you ever give up on yourself. Wewe mwenyewe usiwahi kosa tumaini. Wewe mwenyewe usiwahi jikosea sababu, au usiwahi amka siku moja hivi unasema I don't know why I live. You have a very powerful, strong purpose. Another thing I tell you, don't find your purpose in people. Ati mimi nikikuambia you are going far, that is all you are riding on. Hapana, don't find your destiny in people. We are fans. Sisi ni mashabiki, na kwa hivyo mimi nakuhimiza wewe, endelea kuwa better and best in what you do, in who you are. I will automatically do what fans do. Fans celebrate, fans mock, fans look down, fans encourage. So whichever way that I will come into your thing, you will not suffer, because you did not count me as the primary person. So make sure that even as you wake up, as you face the year, as you make your resolution, your decisions, I am asking you, don't factor people. Sisi ni mashabiki, na mashabiki unasikianga ati hawa ni mashabiki wa hii timu, ikichapwa wanaungana na ile imewachapa, baadaye hii wamechapa, ikishinda wanaiunga tena. Those are who the people are. That's the nature of any human being, and that's why God did not put our destiny in people. Destiny is in you. Wewe mwenyewe kuna ile hatima, ile baraka Mungu amekuwekea. Pursue that baraka. Go for that calling that you have. Go for that thing that you die, you live for. Sisi tutajiunga, sisi ndio tutapitia pale, tunasema na huyu kumbe alikuwa kuwe mwalimu, kumbe alikuwa afungue hii shule, kumbe alikuwa akuwe kiongozi, kumbe alikuwa afike hapa. Sisi tutakuwa tunasema kube. Wachana na sisi, tunaitwa kube. Sisi tutaendelea kuwa hivyo. So make sure that you are strong by yourself. Even the mothers, even the fathers, don't be made by your children. Hapana, be a father within you. Do what fathers do. Your children, they are fans, they are partakers. Baadaye ndio watasema I have the greatest dad in the world. I have the greatest mom in the world. You, the employees, don't be defined by your employers. No. Be who God has made you. In that particular job, output your best. Wait for God to move your promotion. Let God do it. The CEOs, the directors, the owners, as you run your thing, as you run your institution, your company, make sure that you are faithful to the vision. Stick to the vision. Wewe endelea tu kuangalia mbele kile uliitiwa na kile ulianzisha. Alafu hawa wengine wafanyakazi, colleagues, watajiunga na wewe. Concentrate on your vision. Concentrate on your calling. That is what will make the difference in this year. And so wives, don't concentrate on who your husband says about you, how he treats you. Concentrate on what makes a wife. That man will follow that quality. That woman will follow that quality within you. And so my prayer this particular time is that you concentrate on the vision. You concentrate on the calling. You concentrate on your destiny. We will join it. We will join it. If you succeed, you know success has many fathers, but failure is an orphan. You just concentrate on what you can do. Hallelujah. And I would also allow us and ask us this particular dimension of our going on in the year, even as we are on the last week of our prayer and fasting. As you pray, also pray about this. You know why you are poor? Somebody put a
an acronym about poverty, na akasema being poor means passing over opportunities regularly. Passing over opportunities regularly. That whenever an opportunity shows up, you think it belongs to another person. Hii ni ya wale wenye pesa, hii ni ya wale walisoma, hii ni ya boss, hii ni ya huyu, and it was your opportunity. So don't pass over opportunities regularly. Hapana, many of the opportunities are yours. Go for them. You know, if an idea comes like kwamba hapa kwa hii kampuni tukifanya hivi inaendelea hivi, write a proposal. Go and take it to the table of the director. Mwambie, this has been my thinking. Or you secure some time kama ni wale if you can physically meet, or you can drop a letter, or you can text, do something about it. Don't pass over opportunities regularly. Hapana. Many of the opportunities belong to you. That is your mind. It is your original idea. Advance it. Propose it. My friend, do you remember Joseph and Pharaoh? Joseph alimueleza Pharaoh ya kwamba kunahitajika mtu ambaye ataokota chakula ya miaka 7 ili wakati kutakuja kiangazi ya miaka 7 watu waweze kukula from the reserves. Naye huyu Pharaoh akauliza, ni nani atafanya hiyo idea? Who can be that effective ya kuokota chakula kile kinakuwa produced in Egypt so that it can be stored to save us during the drought? Akasema, si ni wewe Joseph. My friend, many ideas unapata, alafu unaanza kushare na the other person, and you knew the protocol, you knew the procedure, you knew the way. And so, you know, life and how I am unique as Pastor Kinyanjui is because of the fresh ideas. It is because of the way naturally me, I do things, the way I love God, the way I want to handle my calling. That is what makes you be drawn to me and others be drawn to you, kwa sababu ya the naturalness. Na kwa hivyo many times unapata idea ya kufanya jambo, lakini unaipass over. Unakuta watu huku kwa street wako na great mind, great ideas, but none of them works for them. Why? Because they are poor. What does poor mean? Poor means passing over opportunities regularly. Don't pass over your opportunities. Take some, challenge one of them, make one become your very natural you. Yani ifanye. Hallelujah. That is what we are praying for, that God, you will help us, that our prayers will be unlimited. And in this new year 2025, we will not be poor, we will be rich. Hallelujah. You know, rich means regularly in charge, honestly. Regularly in charge, honestly. So you are regular and you are in charge, hands-on, honestly. Wewe tu unaamini, this is what I can do, I will do it. Regularly in charge, honestly. Don't pass over opportunities regularly. Poor, hapana. Katika mlima huu tunaomba ya kwamba Mungu atatuwezesha, ya kwamba tutaweza kupokea baraka ambayo ameiandaa ya mwaka huu. Tunaipokea within these 6 days. Climax it, my brother. Let you be at the peak of the mountain and call upon the name of the Lord. For those of us who are joining us for the first time, we have been on a journey of 40 days prayer and fasting. Today is our 34th day on the mountain. We are remaining with 6 days. We shall be breaking our fast coming Monday by the grace of God. And so our kind of fasting that we have been doing is called vegetable or passion or Daniel's fast. What we do is that you can take fruits and vegetables and you can take the beverages, then you are good to go. Na hizi ni siku sita tu. Hizi siku sita wewe ingia tu kwa maombi kama hujaingia. Wale tumeingia, intensify within the 6 days. Ongeza muda wa maombi, tafuta njia ya kuomba, ingia mahali, funga mlango, omba, enda kwa prayer center, be encouraged by the others who are there and pray. Kwa kanisa ingia, omba,
aminia Mungu mambo makubwa. Shughulika wiki hii na mambo ambayo Mungu ananena. Look at your resolutions again, raise them before the Lord, utter them. Make sure that you can pray and ask the Lord, Father God, come through for me, come and favor me this year in the name of Jehovah. Tunakataa kuendelea the same way in 2025. Hapana, the Lord has asked us to pray. Ametuuliza tuombe na tutaomba, naye atatufanyia maisha yetu jinsi ambavyo angetaka maisha yetu yawe katika jina la Yesu. And so I am calling upon you this morning that you enter into a time of prayer, because God fulfills prayer. God will meet that prayer. He is so faithful. He is a promise keeper. So faithful than the coming of the morning, than sunrise. That is our God. Vile tu unajua jua lazima lichomoze, lazima kukuwe na asubuhi. Mungu ni mwaminifu kuliko haya, na kwa hivyo Mungu atatenda na atajidhihirisha mpendwa. How I pray that my sisters, we will all be at the feet of Jesus. How I pray, my brother, that we shall be in that sacred place, calling upon the name of the Lord. These are great minds, these are great people, great energy. We want to direct it and exploit it in the year 2025 in a manner that even when others come after us, they will say in 2025, they are lift a pastor, they are lift a father, they are lift an employer, they are lift a leader, they are lift a believer. Yani watu wataangalia vile ambavyo umepiga hatua na watashukuru, watainua jina la Mungu ambaye ametuleta ubali huu. I also want to let us know that the higher you go, the level that you raise or you are lifted to, even the devil would want to counter that level. And so you must be aware that your temptations are also rising. You will be tempted by money or with money. You will be tempted by your closest friends. Your enemies will become fiends. Many things will seem like hell has broken loose. I want to encourage you. That is the nature of men who walk with God. They walk in power. They walk in manifestations. Na kwa hivyo utaona vita, lakini maana ya hiyo vita ni kwamba utaibuka mshindi. Wengine watachukiwa, baadaye they will come and repent and they will seek your partnership again. Kwa hivyo we are not losers, we are not victims. I can encourage you for sure. Make sure that you start from a bold point. Unamwambia Mungu, mimi ninatamani unishike na mkono wako, unielekeze, unijalie na unibarikie katika jina la Yesu. So let us become intense. Let us pray all the more. Let us believe God ya kwamba atakutendea. Let's pray and begin. Father, in the name of Jesus, we bless you on the 34th day of praying and fasting, waiting upon you, Lord, looking up to you, Jehovah, my God and my Redeemer. I now humble myself before you, Lord, seeking after thy forgiveness, O Jesus. May the precious blood of the Lamb wash away my sins, O God. Set me apart, Jehovah, that I am acceptable before you in the name of Jesus. Baba wa mbinguni umetukuka, Baba wa mbinguni umeinuliwa, Baba wa mbinguni umeheshimika. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Jina lako lisifiwe, jina lako liabudiwe, jina lako litukuzwe Baba. Asanti kwa maana katika mlima huu tumechukua nchi, katika mlima huu tumechukua miji, katika mlima huu tumechukua biashara, tumechukua doa, tumechukua afya, tumechukua imani, tumechukua maisha marefu, tumechukua heshima katika mlima huu Baba. Mema tumeyaomba, mema tumekuuliza. My pray, my God and my Father, on the 34th day, Jehovah, heal somebody. My God, do that miracle in the name of Jehovah God. Kuna watu waliofungwa, hiyo minyororo ikavunjike katika jina la Yesu. Kuna watu wameogopa, huo uoga unaondoka na wanajawa na ujasiri katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, watu hawana kazi, siwapatie kazi na riziki kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, wengine Baba wa mbinguni ni magonjwa, wengine wako na ripoti za madaktari, wengine they are scheduled for operations. I pray in the name of Jehovah,
descend now in their issues, and my God, do what the loving Father does, heal them in the name of Jehovah God. Mungu wetu, wengine ni wazazi wanaombea watoto, watoto wamekwama kwa mihadarati na vinywaji. Naomba kwa jina la Yesu wafungue, sikia lile ombi na ujibu yule mzazi, wacha aone kijana wake, msichana wake akirudi nyumbani kwa jina la Yesu. My God and my Father, pastors are here, men and women of God. I pray with them, Almighty, ya kwamba unashuka Baba, unafanya njia Baba, unajidhihirisha Baba, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tenda Mwokozi, kwa maana umetukuka na umeinuliwa juu. I pray this morning, may thy kingdom come, Almighty, and may thy will be done in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, naomba ubariki taifa letu. Tunabariki taifa hili Baba, kutoka kusini, kaskazini, mashariki, magharibi. My God, bless our nation Kenya. Lead this nation. Bless our economy in the name of Jesus. Bless the beautiful people of this country in the name of Jesus. I pray for the church of God in Kenya. Bless the ministers. Bless the church in the name of Jehovah God. Baba wa mbinguni, ninaomba, remember our leaders. Wewe ndiwe Mungu unachagua, wewe ndiwe Mungu unaelekeza. You can change the minds of men. You worked on Cyrus, my God and my Redeemer. Lead our leaders in the name of Jehovah, and lead us in the direction of God, that we may get to our blessings and destinies in the name of Jehovah, my God and my Redeemer. Naombea wengi walio nje ya nchi na wanashiriki nasi katika maombi haya. Wabariki wakiwa Ulaya, wabariki wakiwa Gulf, wabariki mahali popote walipo. Neema yako iwafikie. Wakiomba, sikia maombi yao kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, ninaomba mahitaji mengi, siyakumbuki mengine, lakini wewe unayafahamu. I pray, Lord, on the 34th day, my God, may your kingdom come and your will be done. Bless your people, lift your people, bless them again in the name of Jehovah God. Katika mlima huu ninaitisha Bwana neema ya kumalizia katika vile tuliagana na wewe, katika jina la Yesu, ya kwamba unatuhuisha tena wale wamefunga these 34 days. Encourage them, refresh their flesh and spirit in the name of Jehovah God. Wale wanajiunga nasi na wanataka Bwana kufanya hizi siku 6, Bwana wasikie na uwaneemeshe. Baba wa mbinguni, umetukuka na umeinuliwa juu. Naomba maombezi yote ambayo tumeyainua kuhusu mwaka huu wa 25 na miaka ijayo, Bwana utatutendea, Bwana utatufanyia kwa jina la Yesu. Ninakutukuza, ninakuheshimu, ninakusujudu na ninaliinua jina lako. Baba wa mbinguni, si unibariki. Baba wa mbinguni, si usikie maombi yetu asubuhi ya leo, si ututendee kwa jina la Yesu. Watoto wetu wakielekea shule, ninawabarikisha, na waombea safari njema, na waombea hekima, na waombea Baba wa mbinguni, wakikua watakuwa kwa njia ya Mungu. Mashule tunayabariki, walimu tunawabariki, na Mungu wetu, uongozi wa yale mashule uwe ni muongozo wa kumcha Mungu katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, jidhihirishe. Baba wa mbinguni, jitukuze na utujalie ukitubarikia. Asubuhi njema siku ya leo, tuko mikononi mwako. Bariki wapendwa safarini, bariki wapendwa ofisini, biasharani na mahali wanaelekea. I pray today, Lord, reign and may your face shine upon us, your righteous right hand upholding us, O God, and getting us to that beautiful destiny that you ordained for each one of us. This is my humble prayer this morning. In Jesus' name I pray and I believe. Amen, 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 amen. Mpendwa, may the Lord bless you and may the Lord favor you in the name of Jesus. I welcome each one of us. I can see Mukami, wale sikuwa nimetaja, Pinches, Terry, Joseph, Katha, Peter, Susan, Martin, all of us, karibuni sana hata tunapoomba na tunapoendelea. I want us to understand 3 things about prayer as we intensify to the fulfillment of our prayers, as we unlimit ourselves at the place of prayer. These 3 things
lazima ziingie ndani yetu tuelewe. Number one, when you pray, don't allow any place, don't allow anything, don't allow any time to limit you. 3 things I want to share this morning. Number one, when you come to pray, make anything prayer item. Hakuna kitu wewe unaweza jifanyia mwenyewe. You know, James tells us when you wake up or when you are sleeping and you say, tomorrow I'll go to this and this and that and do and this and this and this city. But you do not say if God wills, then you are wrong. Now, when you are in prayer, pray for anything and everything. Mahali utaenda na utashangaa mpendwa, when you learn to commit anything and everything to God, including ukitaka kupiga call, unasema Lord, I pray that as I call this person, I will get the right answer. Na unapiga. You will see God in anything and everything when you pray. Is it biblical? Jesus said this in Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Whatever you ask for in prayer, pray for anything and everything. Whatever you pray for, God will answer that prayer. Whatever unauliza, the Lord will make sure that it comes to you. Whatever you mention to the Lord, Mungu ataileta na ataifanya kwa sababu ni mwaminifu. I pray this morning ya kwamba you will bring everything to God. Mpendwa, ni nini una struggle nayo? Ipeleke kwa Mungu hiyo kitu. Ni nani unasubuana na yeye? Mpeleke kwa Mungu. Wewe ndani yako unapitia nini? Peleka hiyo issue kwa Mungu. Umwambie Mungu, mimi dimi hapa silali. I come for sleep. I come for peace. I come for the joy of the Lord. Hallelujah. Ni nini hicho huna? Take the list to God. Enenda kwa Mungu, mwambie Mungu, mimi ndiye yule ambaye sina rent. Mimi ndiye yule ambaye niko na madeni. Mimi ndiyo yule mama sina watoto. Uko na watoto na huna watoto. Ushanyang'anywa na mambo ya dunia. Take those tears, mommy, to the Lord. Tell the Lord, Father, I brought up these children. I prayed for joy, but look at what I am receiving. Take everything to the Lord. Pengine ni mtu ambaye anataka kukunyang'anya. Kuna watu ambao wamejawa na wao wenyewe. They are full of themselves. Very proud and arrogant people, fellas. Take them to the Lord. Wataje kwa majina. Waite at the place of prayer. Taja majina yao. Mwambie Mungu, hawa watu wanastahili kujua Mungu wangu. Watulize, wageuze. Mungu wangu nipiganie. Washuhudie Mungu wa Hana. Washuhudie Mungu wa Daudi. Washuhudie Mungu wa Danieli. Hallelujah. Everything, take it to the Lord in prayer. Don't be depressed. Don't allow yourself to be taken to the paths of suicidal thoughts. Hapana, wewe usijimalize. At the place of prayer, lift that prayer about anything and everything. Mwambie Mungu, I am praying, uniondolee hiki. Mimi Mungu naomba unifanyie hivi. And don't listen. You know, many times we do everything for the world. Mimi nimeona watu wanaenda kwa muganga. They are doing everything muganga anasema. Watu wanarudi nyumbani, wanaambiwa sijui ukata kuja kuwabariki, sijui kuna buzi na chinjwa, sijui kuna watu wapigwe sijui na tadha. You know those bad things. Watu wako so committed to them. Wengine wanaambiwa sijui wasome, palm reading. Wengine wanafuata kwa gazeti those particular stars that are there. Don't follow those discipline. Wachana nazo. Peleka mahitaji yako mbele za Bwana. Mwambie Mungu, bless my day. Take anything and everything to the Lord in prayer. Mambo yote yapeleke kwa mlima huu. Amen. Fagia roho.
Angalia kulia, kushoto, mwambie Mungu, I am here, I have no other hope. Psalm 121, I will lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. Take everything, mpendwa, kwa Mungu. Aminia Mungu, yeye atafanya katika huu mlima. Take everything there. Go and cry there. Go and be prostrate there. Go and, pour your heart. Maandiko yanasema in 1 Samuel chapter 1 that Hannah told Eli that I am pouring my heart to the Lord. Go and pour your heart. How you feel it, go and pour it before the Lord. Ombea kila kitu, mpendwa, katika jina la Yesu, na utaona ukuu wa Mungu, utaona mkono wa Mungu ukifanya kazi. Now, the second part, remember I've said that in the first part, you must pray for anything and everything. Now I want to talk about anywhere. Throughout time, unaweza kuomba, unaweza kuombea anywhere. Hallelujah. Anywhere. And in the anywhere, inamaanisha unaweza kuwa kwa gari, unaweza kuwa kwa bathroom, unaweza kuwa kwa church, unaweza kuwa kwako, anywhere. God is not limited by location. Hakuna mahali Mungu hawezi kuwa. Mungu yuko chini kule rock bottom, mahali umepelekwa na maisha, na Mungu pia yuko katika kilele cha mlima, at the peak of the mountain. God is there, my friend, my sister and my brothers. God is there on that mountain. The Bible says in Matthew 18 verse 19 through 20. Matthew 18 verse 19 through 20. Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. It will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, there I am with them. Hallelujah. For where two or three gather, where two or three gather, mahali unaenda, mahali munakusanyika kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya jina la Mungu, Mungu yuko pale. My friend, ombea mahali ulipo. Hata ukiwa kwa hiyo matatu, ukiwa kwa gari yako, ombea katika ile safari. Enda ukimwambia, God is not, sometimes we think that God is distracted. He is never distracted. Wakati mimi naomba hapa, kuna mwingine anaombea Kongo, mwingine anaomba huko chini in South Africa, mwingine hata ako kwa meli anaelekea kule Comoros, anasonga. My friend, anywhere, anytime. Now this is, any location should never limit you. Kuna watu wanasema, unajua sasa hapa mimi siwezi ombea, hapa kuna pombe nyingi, hapa siwezi omba kwa sababu kazi ni mob. Wengine wanasema, unajua kwa nyumba yangu si pahali pazuri pa kuombea. It is how you pray. Because kama uko kwa kazi, hautashinda umeinua mikono namna hii ati unaenda tu ukiabudu. Hapana, utafutwa, utaambiwa this is not your church. Lakini unaomba na roho, God hears whispers. Ukiwa pale, endelea kumuita, endelea kumwaminia. Unamweleza, Baba, this is not where I should be. You know my career, oh God. You know my desire. I am working here because I'm not lazy and I have to meet my needs through your blessing by doing what I ought to do. But I am praying, my God, promote me. My Lord, get me where I belong in the name of Jesus. Wapendwa katika jina la Yesu, situendelee na kuomba, situendelee na kuamini, situendelee na kumtumainia Bwana. Anywhere, location, mahali popote, Mungu yupo, hata kule chini. I was remembering this morning ya kwamba Jona aliombea katika tumbo ya samaki na Mungu bado akasikia. Ujue samaki yako majini na pia Jona ako ndani ya tumbo na ndani ya maji.
lakini bado Mungu alimsikia. Haleluya! Mahala popote ulipo, Paulo na Sila, maandiko inasema waliomba milango ya gereza usiku ule wa manane, milango kukawa na tetemeko la ardhi, minyororo ikaanguka na kukafunguka milango, mpaka the jailer wakati aliamuka aliinua kisu ajiue, naye Paulo akamwambia hapana, tuko hapa wote, hakuna mtu amepotea. Anywhere prayers they work. If you remember Daniel, wakati alirushwa katika lile shimo, our God was with him. Maandiko inasema alituma malaika, because God is anywhere. God is available anywhere. Ask for anything, pray about everything, and our God is available where you are. Maybe uko kule Gulf, mahali ambapo you are restricted, hata hakuna kanisa iliyo karibu. Mimi nakuombea na ninaomba, ukiosha hizo vyombo, ukifanya hiyo kazi unafanya, ukiwa kwa hiyo lori unaendesha, I am telling you, God is there. Speak to him, speak to him. Mwambie Mungu, mimi nilitoka Kenya nikaenda Gulf kutafutia familia. My Lord, keep my family. Nilienda kutafutia mom kwa sababu ya hii na hii. My God, remember my mom. You are able to keep with God. You keep up with God. You keep praying. You keep believing in the name of Jesus. Hata wale wanafanya kazi na shift or back to back, and you are saying there is no time, even as you drive from point A to point B. Hallelujah. Enda ukimwambia Mungu, I pray, hear my prayer. Siku moja settle me. Siku moja Baba nibariki, nijalie. Anywhere you should be in prayer, because God can hear you from anywhere. Hallelujah. Unajua kuna watu wanafikirianga ati ukienda kanisani ndio concentration of God is more. Hapana, Mungu sio liquid ama substance ambayo ati inapunguka ama inaongezeka. No, God is a person. He is available anywhere in his wholeness. And so mahala popote ulipo pale, omba Mungu, aminia Mungu, ita jina la Bwana, utaona uso wa Bwana uking'aa juu yako na katika maisha yako. Our God is so gracious. Our God will come through. Our God will bless you. Mami, pengine umeboekea pale nyumbani. You are feeling oppressed, distressed. You are feeling the you feel like there are symptoms of depression. I pray with you today. Mahala ulipo, Mungu ako pale. Climax your prayer by becoming intense in this manner, knowing that any location, God is there. And number 2, knowing anything is possible. Jesus said, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours in the name of Jesus. Amen. It will be yours in the name of Jesus. Aminia Mungu mambo mengi. Aminia Mungu mambo yote, ya kwamba yeye atatenda na yeye atafanya, kwa sababu ni mwaminifu wa kuaminika. Yeye aliwahi fanya kitambo, hata raundi hii atafanya. Anytime, anywhere. That is time and location. They don't limit God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Remember, we are praying that we will be intense in our prayers this last week. The 6 days remaining, hakuna lingine, ni kuomba, kujipeana kwa Bwana na kumwaminia Mungu ya kwamba atatenda, atafanya, kwa sababu ni mwaminifu. Na jambo la 3 ambalo litafanya uwe intense at the place of prayer is that I said number 1, pray anytime. Pray in any location. Pray anything. So anything, anywhere, now, anytime. Anything, anywhere, anytime. God will do it. Look at Psalm 57 and verse 17. We are now dealing with anytime. It's good time to call upon God. The Bible says in
Matthew 18 verse 19 to 20. I want to do Psalm 55 verse 17. Psalm 55 and verses 17. The Bible says, evening, morning, and noon, I cry out in distress, and he hears my voice. Evening, morning, and noon, I cry out in distress, and he hears my voice. Evening, morning, and noontime, I cry out in distress, and he hears my voice. That means God hears us anytime. Anytime is a good time to pray. Jesus went to the Garden of Gethsemane, and the whole night they were praying. If you remember that the church, when Peter was caught, wakati Peter alishikwa, the church was praying in the night mpaka Peter akaachiliwa. Malaika akashuka akakuja akamwamusha, akatoanisha minyororo na akaongoza Peter mpaka nje ya gereza. When you pray anytime, God is available. Remember what our God tells us, that he no longer slumbers and he cannot sleep. That means God is always alert and awake. And so you can call God anytime. Don't allow yourself kusema nitagoja asubuhi ndio niende church, alafu asubuhi kunatokea jambo lingine, mtoto analeta fujo mpaka umpeleke shule, hiyo time ya kuomba inatoka. Hapana, hata huo usiku amuka, Mungu anasikia hiyo maombi. If the Holy Spirit prompts you to pray, just wake up and pray. Wakati mwingine mtu anaenda mahali anaona hii masaa si masaa ya kuomba. Hapana, anytime call upon God, call upon heaven. Anytime is the right time, anywhere and for anything. Muulize Mungu, wewe Baba usikiae maombi, wewe Baba unayejibu maombi, I am here calling upon your name. Ninataka unibariki, ninataka unijalie. I pray, my friends, that on this mountain of prayer, these three things will not hinder your prayer. One is in terms of asking. Don't limit yourself what you are asking. Ask for anything. Pray for anything. Commit anything. Our God is all able. Our God will do it. And number two, anywhere. Pray anywhere. Mahali popote ulipo, tuko katika msimu wa maombi, omba in every location. And number three, pray anytime. Anytime. Wewe omba, mwambie Bwana nisikie, Baba nione, Mungu wangu nishukie na unitembelee, unitendee kwa jina la Yesu. Wapendwa, naye Mungu atatenda, Mungu atafanya kwa sababu ni mwaminifu. I wish you a great day, even on the mountain of prayer, that during these 6 days you will be able to pray for anything. You will be able to pray anywhere, and you will be able to pray anytime, all the time, anywhere, for anything. God will hear our prayers. Amen. Father, we thank you. Father, we bless you. As we commence our day, I pray for your servants, that Almighty God, as they walk, as they drive, as they alight, as they check into their businesses and jobs, Lord, you are there with them. Whichever capacity, whichever place they are in, I ask you, my God, hear their prayer, even as they call upon your name. This morning we are happy. This morning we are blessed. Thank you, Almighty, this day. This is our prayer, Lord, on this mountain, that you help us to pray. In Jesus' name we pray and we believe. Amen. Amen. Mungu wabariki sana wapendwa, na neema iwatoshe. We are on our 34th day of prayer and fasting. We are breaking our fast this Monday. And so I ask you, keep becoming more intense at the place of prayer. Wale ambao wanajiunga nasi for the first time, we are doing a fasting called Passion or vegetable fast.
whereby we are taking vegetables and we take fruit and beverages. And so nawauliza, if you are joining us, you can join us, but make sure you are in prayer kwa ile njia Mungu atakuelekeza. Wapendwa, namba yangu ambaye angependa kuniongelesha maybe for prayer item, you can inbox me, you can WhatsApp me, and you can even find me here on this page, na Mungu atakubariki na atakunemesha. Itawekwa na Mr. Edward Jeru, ndugu ambaye mnamuona pale, na Mungu atawabariki, atawajalia. I love you. May the Lord favor you. The early risers tomorrow morning at 4:30 a.m. Pastor Leah is the one leading prayers in Oro FM, and so you can join her at 4:30 a.m. akiomba, na pia mimi ndiye ninahubiri, so at 5:30 a.m. pia ninahubiri in Oro FM, na tunatafuta tu uso wa Bwana. Mungu awaneemeshe, baraka ya Yesu iwe juu yenu, and thank you so much even for loving the Lord this much. May the Lord keep you to answer your prayers and even to do more than our prayers. Shalom. And on the mountain of prayer, it shall be provided. Amen. Amen.